Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Butoke, leo nikukaribishe tena katika kipindi chetu cha siri, ikiwa ni mfululizo wa masomo haya, nami nikualike tuombe. Asante Baba yetu kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umetuchagulia ili tujifunze. Tusamehe ikiwa kuna mahali tumenenda kinyume na mapenzi yako, lakini sasa katutakase kwa damu ya Yesu na katufundishe mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amina. Leo tutaangalia katika tawi lile la mwisho kabisa ambalo, na tukitoka hapa basi tutaingia katika eneo kubwa sana na eneo pana sana, hasa la maarifa ya Mungu au maarifa ya kibiblia au maandiko matakatifu. Kwa hiyo leo tutaangalia kile kipengele cha axiology au axiolojia. Ni eneo au tawi la falsafa ambalo hili linajikita katika kuangalia maadili na sanaa. Kwa hiyo maadili na sanaa yote, na wanadamu katika eneo hili wamekuwa wakijiuliza maswali. Kimsingi falsafa imejikita kujibu maswali, lakini sio maswali yote yanajibiwa. Kwa hiyo majibu mengi yanayotokana na falsafa yameonekana kupungua. Falsafa ya kibinadamu inashindwa kujibu hayo maswali. Kwa hiyo leo tutajikita katika hili tawi la axiolojia ambalo linajikita katika kuangalia mfumo wa maadili na sanaa. Tutaangalia katika eneo hili kwa sababu linayo maeneo mawili ambayo ni ethics and aesthetics. Kwa hiyo ethics ndio inazungumzia mfumo wa maadili na aesthetic hii inazungumzia masuala ya sanaa. Kwa hiyo sanaa ya mwanadamu hasa imejengwa wapi, na ethics au maadili ya mwanadamu yamejengwa wapi? Kwa sababu ethics inashughulika na kipi ni chema na kipi si chema. Hii imejengwa katika kuangalia jinsi ambavyo jamii yetu inaweza ikaenenda katika ubora kwa kutegemea mifumo hii ya kimaadili. Ni kweli mifumo yote ya elimu imekuwa ikijitahidi kuboresha katika eneo hili la maadili. Katika ethics au katika eneo hili la maadili ambalo tawi hili la falsafa linajikita kushughulika na eneo hilo, katika eneo hili zimeundwa njia nyingi na mifumo mingi kwa ajili ya kutetea maadili na kulinda maadili ya jamii. Lakini kadiri ulimwengu unavyoendelea, bado hili eneo la maadili linazidi kupata shida. Kila siku tunasikia kuvunjika kwa maadili, unyang'anyi, uhalifu, udhalimu unaendelea katika jamii yetu. Je, elimu imeshindwa kufanya sehemu yake? Tuangalie hasa tatizo liko wapi, kwa sababu Biblia iko wazi na changamoto inakuja hapa. Tunapojikita katika kujifunza maadili, hatupaswi kwenda kujikita kujifunza maadili kutoka katika mtazamo wa kibinadamu. Tunapaswa tujifunze maadili kutoka katika mfumo wa Mungu, na mfumo wa Mungu ndio unatupatia sisi mwangaza wa wapi hasa tukite elimu yetu ili tuweze kuwa na jamii yenye maadili yaliyo bora. Katika maandiko matakatifu tunajifunza tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu ndio mfumo mzima wa maadili ambao ameuweka kwa ajili ya kuongoza ulimwengu, kwa sababu hii dunia ni eneo lake la utawala kama ufalme. Alipohitaji kuumba dunia alikuwa anatanua ufalme, na hivyo mwanadamu alipoumbwa alipaswa aishi kulingana na tamaduni na taratibu za mbinguni, ikiwa ni pamoja na mfumo wote wa kimaadili. Sasa leo tutaangalia hapo. Kwa hiyo mfumo wote wa kimaadili wa kibiblia, watu wengi katika Biblia waliwahi kuuliza ni mfumo upi ambao Mungu anautumia wa kimaadili kuongoza dunia yetu hii. Mfumo wa kimaadili mjikita, tusome katika kitabu kile cha Mathayo 22 fungu la 37. Anasema hivi: akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Fungu la 38, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Kwa hiyo katika amri hizi zote inategemea Torati nzima, mfumo wa sheria pamoja anasema na manabii. Kwa hiyo katika eneo hili alikuwa ni Farisayo, huyu ni mwalimu wa dini, alikuwa anamuuliza Yesu ya kwamba nifanye nini? Anamuuliza ni amri ipi iliyo kuu? Ni amri ipi iliyo kuu? Ni amri ipi ambayo inaongoza maisha ya mwanadamu? Akamwambia kwamba amri imejikita katika maeneo mawili tu.
imejikita katika upendo kwa Mungu, lakini pia katika upendo kwa mwanadamu. Lakini hebu angalia hii sentensi au haya maandiko jinsi yalivyokaa. Yanasema kwamba unampenda Bwana Mungu wako, tena anasema kwa moyo wako wote. Kwa hiyo kumbe ule upendo lazima uanzie ndani. Ile kanuni ya kimaadili inaanzia ndani. Anasema kwa moyo wako wote, tena anasema na kwa roho yako yote, tena anasema na kwa akili zako zote. Tena anasema hiyo ndiyo ya kwanza, tena ni kuu. Yaani kumbe amri ya kumpenda Bwana Mungu ndio amri ya kwanza, tena anasema ya kwamba ni kuu. Halafu alivyoiweka anaeleza ya kwamba unapenda kuanzia ndani. Kwa hiyo kile kinachoonekana nje lazima kiwe matokeo ya kile ambacho kinaendelea ndani, lazima uwe mchakato unaoanzia ndani. Halafu akaendelea katika kipengele cha pili, anasema na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo kumpenda jirani yako, umpende kama ambavyo unaipenda nafsi yako. Kama ambavyo hutaki kutendewa wewe, lazima utende hivyo hivyo kwa mwenzako. Kama usivyopenda kutendewa, hivyo hivyo na jirani yako mhudumie katika namna hiyo hiyo kama wewe unavyotamani utendewe. Kwa hiyo mfumo huu ni mfumo wa maadili, mfumo wa kimaadili wa mbinguni. Kwa hiyo na mfumo huu umejikita kwa kuangalia Mungu ni nani hasa. Mungu ni upendo, na upendo kwa Mungu, hii sio kwamba Biblia haisemi ya kwamba Mungu ana upendo, lakini Biblia inasema kwamba Mungu ni upendo. Na unaposema kwamba Mungu ni upendo, hii unazungumzia kwamba unaposema kwamba Mungu ni upendo, kwamba hii ni asili yake. Yaani yeye anachoweza kutoa tu ni upendo, ni asili yake hiyo. Sio ya kwamba Mungu ana upendo kwamba kana kwamba ni kitu ambacho kinatoka nje kinakuja kwake. Anasema Mungu yeye kwa asili na yeye alivyo ni upendo. Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu ni pendo. Katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza ile fungu Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana anasema hivi: yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa maana Mungu ni upendo. Hajasema kwamba kwa maana Mungu ana upendo. Fungu linasema kwa maana Mungu ni upendo, ikimaanisha kwamba upendo kwa lugha ya Kikoroni tungesema kwamba it is the essence of his nature, kwamba ni kiini cha asili yake, kiini cha tabia yake, kwamba Mungu kwa asili yeye ni upendo, kwamba kwa asili yeye ana upendo kwa asili, kwamba Mungu anachoweza kutoa au ambacho anaweza kukiexpress ni upendo tu. Kwa hiyo upendo huo ndio uliongoza katika uumbaji. Sasa yako maswali hapo pia katika hoja ya neema na upendo. Tutakuja tuone hapo kwamba upendo na neema vina uhusiano gani, kwa sababu wakati Mungu anaumba tunaona ya kwamba upendo ndio unafanya uumbaji, lakini wakati wa kuja kuokoa tunasema kwamba neema, mmeokolewa kwa neema. Tutaona hapo mbele. Kwa hiyo sasa tuone tabia ya Mungu ni jinsi gani ambavyo inaweza ikatupatia sisi picha pana sana juu ya mfumo wa maadili wa mbinguni. Mfumo wa maadili wa mbinguni umejikita kwa Mungu mwenyewe. Katika kitabu kile cha Kutoka, Mungu anaeleza tabia yake, sifa yake na asili yake ni nini hasa. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 34, tukisoma ile fungu la 19 linasema hivi. Katika sura hiyo maandiko yanasema hivi, ni Kutoka 33, kuanzia Kutoka 33. Anasema, akasema nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitaitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Lakini ukisoma katika hii sura ya 34 ukaanzia fungu la 6, anasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma. Anaanza kutaja sifa za Mungu hizo. Mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, hiyo ni tabia ya Mungu. Mwingi wa rehema, tena anasema na kweli, yani amejaa kweli. Tena la 7 anasema fungu hilo, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu, tabia ya Mungu hiyo, na makosa na dhambi anasamehe Mungu huyo. Wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, ni Mungu huyo. Mwenye kuwapatia watoto uovu, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao, ni Mungu huyo. Na wana wa wana wao pia, ni Mungu huyo, hata kizazi cha 3 na cha 4. Huyo ni Mungu mwenye tabia hiyo. Tena anasema kwamba Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake, hata nchi akasujudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Mungu anataja sifa, tabia yake, na hii tabia yake kimsingi ni tabia ya upendo. Anasema Mungu hawezi akamhesabia mtu mwenye makosa ya kwamba hana hatia. Hakuna kitu kama hicho anasema. Lakini pia anasema kwamba ni Mungu mwenye rehema, mwenye fadhili. Kwa hiyo lazima tujitambue hiyo. Kwa hiyo upendo wa Mungu umejikita katika kufunua haki, ambapo tunasema love and justice. Ni sheria ya Mungu imejikita katika kufunua upendo na haki. Kwa hiyo sheria ya Mungu ndio mwongozo hasa wa kimaadili. Kwa hiyo tunapozungumzia sheria ya Mungu tunazungumzia tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu inafunua nini? Haki yake na upendo wake. Je, Mungu ni kwa jinsi gani ana upendo na wakati huo huo ana haki? Kwa hiyo sheria ya Mungu ni mfumo wa kimaadili, mfumo ambao unapaswa uongoze pia eneo hili la kiutawala ambao ni ulimwengu. Kwa hiyo katika mfumo wote wa elimu ulimwenguni, waandaaji wa mitaala yote lazima watambue ya kwamba ulimwengu huu hauendeshwi kwa mfumo wa kimaadili wa wanadamu, unaendeshwa kwa mfumo wa maadili wa mbinguni, na hapo ndipo patakuwa na mafanikio makubwa. Tutajitahidi sana, tutakusanya bendera nyingi katika Umoja wa Mataifa ili kutafuta amani, haitawezekana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba mfumo wa maadili wa mbinguni umejikita katika tabia ya Mungu. Kwa hiyo tabia ya Mungu tunasema kwamba sheria ya Mungu ya kimaadili inaongoza utendaji huo. Kwa hiyo kwa nini sasa tutaangalia hapo tunapozungumzia sheria ya Mungu, ndipo hasa sayansi ya maadili inapaswa ijikite. Sayansi ya maadili moral science. Kwa hiyo moral science au sayansi ya maadili lazima ijikite katika eneo hili la kuangalia kwamba je, tunapaswa tujifunze maadili ya kibinadamu ambayo tunaona mwanadamu amepungukiwa hekima, amepungukiwa uwezo, amepungukiwa tabia njema, amepungukiwa wema, kwa sababu Biblia inasema kwamba mwanadamu amepungukiwa utukufu wa Mungu, amepungukiwa tabia ya Mungu, si mwema kama ambavyo aliumbwa. Dhambi iliasili ule wema wake, sasa anasumbuliwa na kirusi cha dhambi, na kirusi hiki ndio kinamfanya mwanadamu asiweze kutenda sawasawa na Mungu, kwa sababu katika kitabu cha Warumi 8 fungu la 7 linasema ya kwamba kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, ni adui zidi ya Mungu. Kwa hiyo ile nia ya mwili au akili ya mwanadamu yenye uelekeo wa uovu imekuwa na uadui juu ya Mungu. Kwa hiyo katika sayansi ya maadili lazima tujifunze hasa sayansi ya maadili ya Mungu. Kwa hiyo nini maana ya sayansi? Lugha ikoloni tunasema kwamba sayansi hii ya maadili inasema kwamba is a science of virtue, kwamba hii ni sayansi ya wema, sayansi inayoelezea wema. Ni kipi ni chema, kipi kiitwe chema na kipi kiitwe kibaya. Kwa unapozungumzia sayansi ya wema, lazima ujikite pia urejee katika moyo wa mwanadamu. Katika kitabu kile cha Misali ile sura ya 4 anasema kwamba moyo unapaswa kulindwa sana. Kwa nini moyo unapaswa kulindwa? Kwa sababu huko ndiko zitokazo chemichemi. 4 ile fungu la 23 linasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindaye, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Moyo ndipo mahali ambapo chimbuko letu la tabia linatoka pale. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba hii ethics ya kibiblia au ethics za kibiblia, mfumo wa maadili ya kibiblia unaanzia ndani unaelekea nje, kwamba upendo lazima uonekane katika maeneo mawili. Upendo unadhihirishwa katika maeneo mawili. Jambo la kwanza ni kimtazamo, ni attitudinal point au mfumo wa mtazamo au wa akili, mindset ya mwanadamu ikoje? Je, mawazo yake ni mawazo ya wema? Lazima uanzie hapo. Lakini eneo la pili ni action au vitendo. Je, mwanadamu anatenda vyema? Je, anatenda sawa na sheria ya Mungu? Kwa jambo la kwanza, je, anafikiria sawa na sheria ya Mungu ya maadili? Na jambo la pili, je, anatenda sawa na sheria ya Mungu ya maadili? Kwa mfumo wa kibiblia au mfumo wa Mungu wa kimaadili umejikita katika maeneo hayo mawili, yani eneo la ndani, eneo la nje, kwamba eneo la ndani likileta matokeo katika eneo la nje. Nazungumzia ndani nikiwa nazungumzia moyo, lakini nazungumzia nje nikiwa nazungumzia utendaji. Kwa hiyo ukiona mtu ana maneno ya matusi, ujue changamoto sio matusi, changamoto iko katika moyo wake, huko ndiko kuna shida. Lakini pia ukiona mtu anatenda kosa, anatenda dhambi, ujue kwamba tatizo halipo katika utendaji hapo, tatizo limeanzia ndani, ni mchakato ambao unaendelea ndani, na hivyo uponyaji lazima pia uanzie ndani ukienda nje. Watu wengi wanajitahidi kutengeneza matendo ya nje, lakini ndani bado kuna shida. Kwa hiyo mfumo wa maadili ya jamii na mfumo wote wa elimu lazima ujengwe kwamba tatizo la kimaadili haliko nje, tatizo la kimaadili linaanzia ndani, hatimaye matokeo yake yanaonekana kwa nje. Kipindi kijacho kutajikita katika eneo hilo katika sehemu
ya pili ya eneo hilo la mfumo wa maadili wa kibiblia. Nikukaribishe, karibu uendelee kufuatilia. Tuombe. Asante Baba yetu kwa kuwa umetutafakarisha upendo huu. Tufundishe kujua mfumo wa maadili wa mbinguni. Kila anayesikia akabadilike. Nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Bwana akubariki.